unapovuka bahari ya Hindi kutoka Tanzania na kuingia Asia, basi ndugu yangu, na kushauri nenda Singapore ukajionee mandhari nzuri yenye kuvutia na teknolojia ya kiwango cha juu. Huwezi amini kwamba kanchi haka kadogo kana uchumi mkubwa zaidi kushinda Tanzania. Tukiangalia GDP ya Singapore ni dola bilioni 547 za Kimarekani, huku GDP ya Tanzania ni dola bilioni 79 za Kimarekani. Nchi hii ya Singapore inapima kilomita za mraba 710. Singapore ni mji mmoja na pia ni nchi kwa ujumla. Mji huu ingawa ni mdogo kwa ukubwa, ila ni mkubwa kwa maono na uwezo mkubwa na nguvu kubwa. Je, mji huu mdogo namna hii imekuwaje ukafika mbali kiuchumi na kutuacha mbali namna hii? Ili kufahamu haya yote, piga kwanza subscribe hapo chini na ulike. Alafu baada ya hayo yote nitakueleza kila kitu kwa undani. Haya, acha tuanze. Jina Singapore linatokana na maneno ya Kisanskrit ya zamani, yani Singa maana yake ni simba, alafu Pura maana yake ni mji au jiji. Kwa hiyo Singapore maana yake ni jiji la simba. Je, umewahi kuona miti hii mikubwa ambayo huitwa super trees? Miti hii ipo Singapore. Hii ni miamvuli iliyoko katika Gardens by Zobei, bustani maarufu ya kisasa ya Singapore. Miti hii ni miti bandia mikubwa yenye urefu wa kati ya mita 25 hadi mita 50. Super trees zimeundwa kama miundo ya kisasa yenye bustani zinazopanda juu yake, yani vertical gardens. Hizi super trees zinatumia nishati ya jua, zinajikusanya mvua na hutumika kama sehemu ya hewa safi ndani ya bustani. Usiku zinawaka kwa mwanga wa rangi mbalimbali, zikifanya bustani kuwa mandhari ya hadithi za kisasa. Sehemu hii ni maarufu sana kwa picha na burudani na ni mojawapo ya alama za kisasa za Singapore. Kuna baadhi ya majina ya mahoteli makubwa na maarufu ambayo namba moja ni Marina Bay Sands, yani hoteli maarufu yenye majengo matatu yakiunganishwa juu na bwawa la juu lenye mtazamo wa jiji. 2. Raffles Hotel, hoteli ya kihistoria iliyoanzishwa mwaka wa 1887 inayojulikana kwa utukufu wa zamani na kitamaduni cha koloni. 3. The Fullerton Hotel, ni hoteli ya kifahari iliyopangwa kwenye jengo la kihistoria karibu na Singapore River. Namba 4. Capella Singapore, hoteli ya kifahari kwenye kisiwa cha Sentosa, sehemu ya utulivu na mapumziko. 5. Mandarin Orchard, hoteli ya kifahari katikati ya jiji karibu na mitaa ya ununuzi kama Orchard Road. 6. Shangri-La Hotel Singapore, ni hoteli ya kifahari yenye bustani na huduma za hali ya juu. Wacha we, asikuambie mtu Singapore ni kuzuri mno. Acha tu nikuweke wazi, Singapore ndo mji namba 11 miongoni mwa miji mizuri zaidi duniani. Singapore inakadiriwa kuwa na idadi kubwa ya maghorofa yakiwemo HDB, ghorofa binafsi, mahoteli na ofisi, ambayo maghorofa yote ni zaidi ya 10,000 kwenye nchi hiyo. Singapore ni taifa la mchanganyiko mkubwa wa makabila na dini kwa mujibu wa takwimu. Lugha rasmi ni English, Mandarin, Malay na Tamil. Watu wengi ni bilinguali, mfano wanaweza kuzungumza Kiingereza kwenye kazi na lugha ya asili nyumbani. Katika idadi ya dini, Buddhist ni takriban 31.1%, Wakristo ni 18.9%, Waislamu ni 15.6%, Taoist ni 8.8%, Wahindu ni 5%, na wengine wasio na dini 20%. Hapa kuna dini mbalimbali
yaani utapata hekalu za Kichina, misikiti ya Waislamu, madhabahu ya Wahindu, makanisa ya Wakristo na pia watu wengi ambao hawafuati dini maalum. Hii inafanya utamaduni wa dini kuwa sehemu ya mazungumzo ya kila siku. Sikukuu za dini nyingi huzingatiwa na kuna heshima kubwa kati ya makundi tofauti. Kwa sasa rais wa Singapore ni Tharman Shanmugaratnam aliyeteuliwa rasmi mwaka wa 2023. Yeye ni mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa wa kiuchumi. Hapo awali alikuwa waziri wa fedha, na kiongozi huu anaeleweka kama kiongozi wa kuunganisha jamii na kuongoza taifa kwa maono ya maendeleo endelevu, haki za kiraia na uvumilivu wa kitamaduni. Waziri mkuu wa Singapore ni Lawrence Wong aliyepitishwa mwaka wa 2024. Yeye anahamasisha vizuizi vya gharama ya maisha, uwekezaji wa teknolojia ya kisasa na kuboresha huduma za umma, hasa kwa vizazi vipya vya wakazi wa Singapore. Tukija kwenye teknolojia, Singapore wako mbali sana. Singapore ni smart nation kwa sababu serikali inawekeza sana katika AI, IoT na digital twin ili kurahisisha maisha ya raia na kuboresha huduma za umma. Makampuni makubwa kama Meta, Google, Microsoft na AWS yamewekeza hapa kwa sababu Singapore ni kituo cha kimataifa cha teknolojia na biashara na ina miundombinu ya hali ya juu ya mawasiliano na data. Miradi kama Virtual Singapore na AI Accelerators inasaidia ubunifu, startup na utafiti, ikichangia maeneo ya teknolojia ya kisasa. Teknolojia imeimarishwa kwa sababu 5G, fiber na cyber security zinahakikisha data na mawasiliano ni salama na yenye ufanisi. Kuna takwimu inayoonyesha kwamba ndani ya Singapore wanaotumia simu za smartphone ni watu milioni 5,720,000 kati ya watu milioni 6,100,000. Yaani ni sawasawa na asilimia 97 ya watu wanaotumia simu nchini humo. Pesa wanayotumia nchini Singapore inaitwa Singapore Dollar. Tukija kwenye kipato kwa kila mtu anachoingiza kwa mwaka ni dola za Kimarekani 90,689 kulingana na IMF. Wakati huku Tanzania kipato cha mtu mmoja anaweza akaingiza takriban dola za Kimarekani 1,120 ndani ya mwaka mzima. Sababu ya tofauti kubwa, Singapore ni nchi tajiri na yenye uchumi wa huduma na biashara za kimataifa, hivyo kipato kwa mtu ni kikubwa sana. Tanzania tayari ni nchi yenye pato la chini kulingana na Singapore. Acha tumalizie na historia ya kisiwa cha Singapore. Kisiwa cha Singapore awali kilikuwa makazi madogo ya wachache wa Kiajemi na wafanyabiashara wa Kichina na Kiarabu kwa sababu kilikuwa na bandari ya asili na eneo lenye samaki wengi. Karibu mwaka wa 1299, mfalme aliona simba kisiwa hicho na kuliita Singapore, yani maana yake jiji la simba, kwa sababu alizani simba alionekana ni ishara ya nguvu. Kati ya karne ya 14 hadi 19, kisiwa kilikuwa chini ya ushawishi wa Malaka Sultanate kwa sababu waumini wa Kiislamu walihitaji bandari za biashara. Mwaka 1819, Sir Stamford Raffles aliweka Singapore kama bandari ya biashara ya Uingereza kwa sababu walitaka kituo cha biashara cha kimataifa katika Asia Kusini Mashariki. Wakati wa vita kuu ya pili, yani mwaka 1942 hadi mwaka 1945, Japani iliiteka Singapore kwa sababu ilikuwa muhimu kijiografia na kiuchumi. Mwaka 1963, Singapore ikaungana na Malaysia, lakini ikaachana mwaka 1965 kwa sababu tofauti za kisiasa na kiutawala. Tangu uhuru wake mwaka 1965, Singapore imeendelea kuwa nchi huru na city state ya kisasa yenye uchumi imara, teknolojia ya smart nation na idadi ya watu milioni 6,100,000 kwa sababu serikali ilianzisha sera za maendeleo, elimu, miundombinu na biashara. Huu ndio mwisho wa simulizi. Kama umependa simulizi hii ya Singapore, tafadhali acha comment yako hapo chini na unaambie Singapore umeionaje, na usisahau kusubscribe na kushare video hii. Asanteni sana.